Unajua venye niliwaambia kesha nimegraduate. Niko na nini? Niko na PhD. Inaitwa Pulling Heavens Down. Bwana asifiwe. Pastor America ndio yako na Nairobi University. Hallelujah. Uko kwa kina Babu Owino. Sema amen. Hebu soma hapo. Wagalatia 6:7. 6:7. Sikiza na unaandika mahali. Soma. Wagalatia 6:7. Msidanganyike. Mungu halihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Hebu anzia 6. Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake. Sikia hii. Katika mwanafunzi amshirikishe nini? Mkufunzi wake. Katika nini? Mema yote. Wewe ukiwa kwa kanisa hii umeitwa kama mwanafunzi. Mkufunzi wako ni Reverend Wahome. Sasa Biblia inasema umshirikishe katika mema yote. In other words, mtoto wako anapotaka kuolewa, mshirikishe. Graduation ya watoto wako, mshirikishe. Ukijenga nyumba, ukitaka ifunguliwe, mshirikishe. Kwa mema, nimesema kwa magonjwa yote. Mema yote. Muulize jirani yako, muulize jirani. Umesikia magonjwa yote ama mema yote? Yaani kuna mtu aezi pigia reference. Amwambia nimekutumia lunch leo. Nimekuwekea gari mafuta. Simu yenye tu unaweza mpiga ni ya emergency. Nisikize nikuambie, Biblia inasema mshirikishe kwa mema yote. Haujui kubarikiwa kwa mema yote. Siku ile ulikuja hapa na slippers, nani alikuombea? Siku ile ulikuwa wanichimbi ukikuja hii church, nani alikuombea? Ulipokuwa umeshishika moyo, nani alikuombea? Na sasa hivi bado uko na supermarket, nani anakuombea? Siku ile watoto walikuwa primary, nani alikuwa anakuombea? Sasa hivi wako university, nani amekuombea? Kwa nini unaenda kukomboa pastor? Neguo. Niseme. Sema. Kwa mema yote. Yani kabla haujaita the pastor your friend, call him first. Kabla hujabariki mchungaji rafiki nje, umununulie suti, nunulia yeye kwanza. Niseme. Sema. Bado wananipenda. Umesikia Jose akisema wananipenda. Angalia mimi nilijua Jose akitoshana na mwana gani. Tayari ashaka Mungu. Mimi nilikuwa wanijibi, kwa hivyo mimi mlikuwa na zero. Nisani unaniona na kauta. Na hii kautambi ni kushirikishwa kwa mema yote. Yaani wale watoto nimeombea wamebarikiwa mpaka wanaanza kuleta baraka. Sema mema yote. Epuka ukia jirani yako, muulize jirani. Unakulaga na nani vitu yako? Anakuambia na nani? Ezekiel, si ndio? Niseme. Hii ndio pepo imetawala watu. Hata ajui hata mahali unatoka. Lakini tu wewe tu ni sendimani. Nikwambie leo, ile inaitwa ofisi. Hakuna kitu itakusaidia na itakupigania. Lakini huyu ukimpea hata ankachi ya 24, anaishika anasema bariki mama wa mtoto. Na asiwahi pungukiwa. Natangaza leo tutabarikiwa kanisa hili. Tutainuliwa kanisa hili. Lakini tukiinuliwa tutainua mtumishi wa Bwana. Tutainua mama yetu. Tutainuka pamoja na hao. Tukibarikiwa tutashiriki baraka zetu na hao. Hata usiposema amen, uzuri unasikia kenye ninasema. Sema kijana mmoja church. Tukaletewa akiwa analala chini kwa mattress na ameshindwa kulipa nyumba.
Tulikuwa na store kubwa, tukapea kazi. Tulipopewa kazi na yeye, tukafanya kazi na yeye, tukamlea. Siku moja supplier rafiki yangu akaniambia, ningetaka uniuzie Benz Eldoret. Nikamwambia siwezi nikauzia supplier. Nikaita yeye nikampea. Kijana after 6 months alikuwa amenunua lori ya 5 million. Shida sio kununua. Aliponunua akaenda akaambia watu, pastor hawezi ombea hii lori. Mtu mwenye ana gari hawezi ekelea yangu mikono. Na akarudi akasema hivi, kiwango ya kanisa yangu sasa sio hiyo ya mabati, nimehama, nimeenda town. Akaenda, nikanyamaza. As we are speaking today, the church he went, it died. Hiyo ni moja. The business he was doing, it died. Number 3, lori yenye alikuwa nayo hana. Siku hizi tunapatanaga na yeye na boda, mimi napiga indicator. Listen to me somebody today. Usiwahi dharau mchungaji wako, maana kile uko nacho hana. Paulo anasema hii maneno, nimefanyika kuwa maskini ili niwafanye wengi kuwa matajiri. Kenye Reverend Wahome ana, usiangalie kenye ana, kenye uko nacho. Yeye ndiye mkunga, amezalisha hiyo baraka. Wajani hivi. Ambia jirani yako, hiyo nyumba yenye uko nayo. Hiyo biashara yenye uko nayo. Mungu angalia, mwambie hiyo hair style. Mwenye amezalisha. Mwenye amezalisha. Ni kweli. Do you know I am the way I am? Yes. Because of my spiritual father, Apostle Yobu. Yes. Mtu mwenye alinitoa kwa soko nikiuza paper, nikiwa paper. Akakuja akaniambia, my son, I see a great ministry in you. Wakati watu hawakunipenda, akanipenda. Akanifanya kuwa mtoto wake. Akakuwa baba yangu. Leo ninasimama kuwahubiria, maana kuna papa alinishika, akaniombea, akazalisha huduma yenye niko nayo, akanipea title ya Reverend. Kama haingekuwa huyo papa, singekuwa Kitale leo. Natangaza hivi katika jina la Yesu, mataifa yenye unahitaji kuenda, imepekwa na nabii wa Bwana. Mataifa yenye unahitaji iko hapa. No matter which country I go, no matter how many bishops I met, I know who is my father. Sahi Eldoret kila mtu anatuambia na mama, isipokuwa tunajua nyinyi watoto wa Apostle Yobu tungewaiba. They cannot iba us. We know where we belong. Wanatamani kenye tunabeba, lakini hawakututamani wakati tulikuwa tunabarikiwa. Sema. Unajua unapasa wanagojea kuona wenye wamebarikiwa soko ndio wanakuja kuiba. Hata ukienda huko kwa hiyo church, utaishi kuwa mtoto wa kambi. The relationship of the father and sonship, it is beyond the standing on the out. Ati yeye anaweza kubeba shida zako kama zake. Anaweza ombea watoto wako kama wake. Anaweza kusimama kujifunga na kuomba kwa ajili yako. Huyo ndio papa. Haleluya. Amen. Sema amen. Na kuna watoto wanakaa na tabia ya watoto wa kambi. Kwa church, lakini sasa sio kama ni kweli. Watu wanaosha vyombo wewe unawaangalia. Watu wanaosha nyumba wewe unawaangalia. Watu wanapika wewe unaangalia. Huyu ni jirani yako, do you belong here? Yaani wewe ni msafiri, wewe ni tourist. Niseme. Can you turn to your neighbor, tell him mwambie, be the son and the daughter of the house. Yes. Elder.
Mwenye utaona ameteremka hivi. Ni mtoto wa kambi. Yaani ndani yake ana moyo wa baba. Ana mzigo wa baba. Hata anasema sikujua mlikuwa mnaenda kwa reverend. Ungejuaje na wewe ni tourist kwa sasa? Hata nikienda watu watakujua. Biblia inasema mtawajua kwa matunda yao. Andika number 1. The biggest gift God can give you is a man of God. Yes. Amen. The biggest gift God can give to you is a man of God. Yes. Hakuna mtu alifanikiwa kwa maisha bila nabii. Yes. Sema amen. Amen. Mwambie jirani yako, mwambie neighbor. Hawezi kuwa nabii yako wewe mwenyewe. Yaani mpaka kuna watu kwa kibeti hawatoi anointing wewe. Mtoto akikohoa unampaka mafuta, wewe umerogwa. You are not a prophet. Kuna vitu vinaitwa the tools of the prophet. Zenye zinapatikana kwa madhabahu. Hazifai kukuwa na wewe. Zinafaa kuwa na yeye. Hata ukimpaka hiyo anointing ni sawa sawa na ile basi. Because you don't have the mantle. You don't have the authority. Wakaenda wakatoa pepo. Wakakuja wakaambia Yesu, tulizikemea. Sikatuuliza sisi ni kina nani? Akawaambia hizo wazitole yangu hivyo tu. Kuna mapepo hautawahi shinda mpaka neema hii kupigania. Kwa biashara in Jesus name. In Jesus na mafuta. Wacha bii. Mbia kia yako wachana na bii. Nisema nisiseme. Hebu uliza huyo jirani yako, kazi ya reverend ni gani? Kama wewe ndio unapaka watoto yako mafuta, kazi yake ni gani? No matter Ezekiel. I will say it without fear. Na hiyo watu wanatusumbua. Watu wanaomba mtu tukitabai kwa kitu na wanaona chache. Alafu wanaangalia kama sasa. Oh my God. Wewe acha acrobatic kwa kanisa. Watu wakiambiwa inua mikono inua. Wacha kukuja kutuangalia kama suspect hapo. Na uko hivi. Na hakuna jasho. Hapo unaona mtu anachukua chupa ya maji anafanya ile na kimaruzi. Wewe huko ukikuja ibada wewe. Niseme nisiseme? Nitasema yote. Yaani nimesikia Reverend anasema mnipe 3,000, mimi natoa 10. Yaani kwa chachi yenu hujawahi toa hata 1,000. Lakini afadhali uze ng'ombe uende Mombasa. Na unaenda mahali hujulikani. The Bible says where your treasure is, there your heart will be. Kama moyo wako uko solid, nunua speaker hapa, nunua kiti hapa, toa pesa ya kujenga hapa. Hapa ndio mahali pako. Kwa jirani. Lakini hata tukiona wrestling mpaka saa 5 ya usiku, tunajua kwetu wapi. Hata kama hakuna TV tutarudi tu. Hebu ambia jirani yako, you should know your place.
Hata kushinda ukitukanganya. Wa status leo unaposti bishop my father. Kesho unaposti mwingine mwenye akona tumbo my father. Kesho unaposti mwingine wa nichipi my father. Paulo anauliza ni nani aliwaroga? Najua siku ya kesho mlisema nirudi. Lakini najua baada ya hii mtasema nisirudi. Lakini hata nisiporudi tutakutana kwingine. Hata wewe full gospel mtaribu huko. Na upili leo sana niko. Sema amen. Unasikia ile hata hiyo. Hii mchana tunakula pamoja. Na nimewaambia sura nyinyi wao. Moja hata kuja. Sema amen. Number two, the men of God, they carry the grace of transformation. Wale watu wamebeba neema ya kubadilisha. Ni huyu. Ndio ulikuja hapa ukiwa na kibanda, leo uko na duka. Ndio ulikuja hapa ukiwa umeajiriwa, leo uko na boutique. They carry the grace of transformation. Na ndio akisema wana wangu mbarikiwa mnapotoka. Ukitoka unabarikiwa wiki hiyo. Ulikuwa unafungiwa nyumba, leo haufungiwi nyumba. They carry the grace of transformation. That is why I'm transformed today. Yes. Kutoka kuwa baba kalenda. Yes. Kwa nini? Neema ya baba yangu wa kiroho Apostle Iroko imenitransform. Yes. Tell your neighbor they carry the grace of transformation. The grace of transformation. Umeandika hiyo? Yes. Hiyo ni point number ngapi? Number 2. Unasema mimi ni wa class 8. Point number 3. Yes. Leo nilisema nitawashangaza. Point number 3. They deal with strongholds on our behalf and bring change. Yes. Wanapigana na ngome kwa niaba yetu. Kuna vita zingine haupigani maana Reverend Wahome amekupiga. Sure. Mimi nimesikia testimony mama ametoa hapa. Ati mume wangu alipata accident. Reverend tulipompigia alikuwa car wash, alikuonyesha tu gari akakuja. Fighting the stronghold. Hiyo ndio kazi yake. Kwa nini haukuita yule mwingine? Unakuja unajua huyu atapigania vita zangu. Ninaomba leo katika jina la Yesu, tunapoenda kujiunganisha na ile hema, kuna vita hautapigana. Kuna magonjwa hautagonjeka. Kuna vita zitakupata. Premature death haitakuwa sehemu yako. Wakanga watakuona. Maana atakupigania. They deal with strongholds. Bila madhabahu ya kweli nasema utajenga. Anakupigania unajenga. Yeye yasemaka watoto hawatasoma. Akiinua mikono anasema Mungu bariki watoto wa kanisa hili. Wanasoma because they deal with strongholds. Ndio jirani yako jirani. Achana na vita zingine. Achana na vita zingine. Amekwambiaje? Kuna zingine ndio ukimwoa sisi. Lakini Reverend Wahome akikuja sema in the name of Jesus. Akona authority. Yes. Akona grace. Zinamtii. Kama shida ile unapitia ni kukosa kutambua neema ya mtu wa Mungu. Yaani mimi nilisema Apostle. Baka leo hii Reverend wanachua. Akimaliza kuhudumu na kiatu iko na vumbi, namwambia dadito wanampango sana. Baka leo hii hata wakati tulikuwa Kitale conference wenye walikuwa Asha. Waliona nikiosha gari yake na Bishop Mwando tukiwa na vijana hapo. And I am the Reverend. Wacha wewe mwenye una hata title. Huyo mzee tu kumtumikia akasema mahali
mahali popote nimewahi enda na uende. Vitu zote niliwahi pata upate. Yani that honor, it opens doors that money cannot open. Uliza jirani yako, jirani, mimi sikwambii umpanguzie viatu. Hata chupa ya maji ya dhati, chupa ya maji dhati, wewe kula tu, itafika hapo kwa kukula kule ukufe kama utayari kuishi. Naenda mbio, sema amen. Dakika zangu zimeisha leo. Tuongeza tu asante. Sema amen. Servants of God, they usher people to the mantle and kingship. Wale watu wanaingizana watu kwa ufalme, watumishi wa Mungu. Na ndio muangalia history of all the presidents of Kenya. They don't fear to go and kneel down to the pastors and bishops. Yes. Wewe ambia Ruto apige magoti, utajua utu. Mama Mungu akakwambia wewe una kichwa mzuri. Lakini leo President Ruto akuja hapa na waombe aseme, President, please can you kneel down? Kupiga magoti. They are the people who usher people to the mantle and kingship. Na nikuulize leo, praise and worship. Yes. Kabla hii story ndio ifunguliwe, mlikuwa mnaimba? Yes, hallelujah. Nitasema nitasema. Sema. Kama maono hii ya hii kanisa, Reverend Waume angekuja, mungekuwa wapi? Hata mwingine hakuwa anakuwa na ki. Umepatia ki hapa. They usher you to the mantle. They usher you to the kingship. Ukiona unaambia watu wainue mikono juu, usijigonge kifua. Ni neema ya huyu mtu. You are operating under his grace. Na hivyo yanda. You are the elder because of this man of God. Amen. You are the usher in this church. Yes. Because of this grace. Amen. They usher you to the mantle, to the kingship. Yes. Now, Bible study, don't take it for granted. Yes. There is a man who has ushered you there to the mantle. Na hii madhabahu tukikanyaga hapa tunajua alilipa gharama. Yes. Kuna siku kukua na kanisa ilikuwa pengine ya makaratasi ikianza, ilikuwa na madhabahu ya matope ama ya mbao. Leo kuna carpet. Ukilala hapa dada yangu naambia Mungu bariki kanisa lako. Amen. Angalia jirani yako mwambie wewe venye uko. Na ukiona aongei ujue ni kiburi kidogo, mwambie venye uko. Nani amekupush the mantle? Reverend. Amen. Ukiona wateja wanapika na hili kwa duka yako jioni usifikirie ni wewe. Biblia inasema Musa alipoinua mikono, Joshua wakashinda vita. Every time you are winning in your life, there is a man. Amen. So naona tunakuja mpaka na baba. Yes. Wewe unafikiria langa sema waitia mgeni au bibi? Baadaye tumekuja kuhubiri na tumeenda vacation. Unajua ni nini tunafanya? Ile mafunzo ile tunawafunza wafanyishe kazi. Na nikawaambia hiyo Sunday school hapo nyuma inataka chuma ya 20,000 kesho. Uitishe. Hata mimi nimeitisha sana. Miaka 10. Sasa hata hao waanze kuitisha. Ndio wajue ile jasho baba yao anatoa hapo kwa madhabahu. Wasionage madhabahu. Unajua kuna mzee hapa kanisa yangu akaenda kufungua church. Siku moja alihubiri, watu wakaleta pesa ikakaa kwa madhabahu. Wazee wa kanisa wakanipigia wakaniuliza tufanye nini? Alikuwa Busia, wanakanimaini. Nikamwambia hiyo neema ile imehubiri, ukateni hiyo pesa yake Mungu. Akapewa. Sunday ilifuata because alikuwa akapewa hiyo sana. Baada ya mwenye alihubiri, chama na kiamka kwenda kuchukua microphone akatoka mbele ya chama. Akasema praise and worship kujeni. Siku hiyo alifinya watu mdomo, kinipepo na ng'oa. Kanisa the reporter ikatoka nje. Na hiyo kanisa ndio ilimpea pesa na sasa. Yes. Hii Sunday the reporter wakatoka nje, wakaita chama wakamwambia, mwambie hivi.
hata kama alimoa pepo sana, yeye ni ndugu yetu. Tunajua baba yetu ni nani. Yes. Amen. Hallelujah. Kama wanapiga huduma, akaenda akafungua kanisa. Siku ya COVID mwenye hiyo nyumba ikanyalienda, kaambiwa lazima ulipe. Wale wazee walifuata wakatoroka wakarudi church. Sasa siku nyingine amekuja, mimi ndio kila kitu. Daddy maji na beba speaker, microphone, hata wako wanajua battery kwenye zinatoka. Nikamuuliza, siku ile ulikuwa unahubiri unafika huko nyuma, ulikuwa unajua kama microphone battery inarudia na nini? Sasa ndio unajua. Ndio jirani yako bado hujajua. Ambia bado hujajua. Kazi kubwa mnakuwa nayo ya kusengenya wewe. Unasema nitasema. Na kuja nasimama hapa tulikalilia maiki. Yaani analilia na anajua ulimuita mjinga. Na ndio Yesu alisema mwenye ataka kunifuata abebe msalaba. Sisi tuliamua kubeba msalaba. Na anakuja anambia turn to your neighbor, tell your neighbor I love you. Na ninajua ulisema hata sifikiria mimi ni waiti. Najuaga. Lakini bado tunawabariki because hatuna choice. When you become the servant of God, you serve people. Because God has called you to serve people. Hata mtu akikuja na ni mwenda wazimu, kuna mvumilia. Nimesema the yasha you to where? Point number 4. Number 5. Point number 5. They carry the message of healing. Hata mtu akikufiwa, Reverend tu akiingia kwa hiyo boma, anasema Mama Kamau pamoja na familia yenu mjitie nguvu, tunawaombea. Unaona watu wamemwaga machozi wanapangusa. Reverend akisema mpone, hakuna nduru nyingine. Kulikuwa na nduru wa maana kulikufa, lakini akisema tunawaombea na mjitie nguvu. Yani they carry the message of healing. Umefungiwa nyumba lakini anakuambia usijali, Mungu atakubariki siku moja. Unaamini maneno yake na kwa kweli siku moja unabarikiwa. Amen. They carry the message of healing. Acha mama wa ushirika yenu ni today ama gani? Nimesikia niongoza sana ni gani? Shiro. Hata kama ndio ya Shiro. Tukufia mapigwe kofi mzee akuja kuambia usijali. Hata mimi napiga watu na navumilia. Anakuangalia analia tu. Lakini Reverend akimwambia siku moja Mungu ataponya ndoa yako. They carry the message of healing. Yes. Ndio unaona hata kukikufa mpaka saa zile Reverend atafika ndio hiyo boma watasikia wako sawa. Na unaona hata kama watu walikuwa wamekaa ndio unaona wameamka wote. Reverend amefika. Nikuulize, siku ile Lazaro alikufa, watu si walikuwa wanaomboleza? Yesu alipoingia, program ikachange. When you have the servant and the prophet of God, when he comes to your house, the message changes automatically. Sasa mtu akuuza pepa magana unaambia uko na huduma kubwa ndani yako. Mtu aliambia ndugu yangu niko na huduma kubwa, singesikia. Lakini wakati baba yangu akiroa aliniambia ninaona huduma nikaamini. They carry the message of healing. Kwa karia jirani yako mwambie jirani. Mashida ingine ni ya kujiletea. Mwambie kusengenywa ingine ni kujipendea. Maana wale watu wanaenda kuambia mashida yako. They are Kameme FM. Ureme FM. Ukiwaambia ndio wanasambaza. Lakini ukiambia Reverend anabeba kwa moyo wake. Anasema Mungu sikubali aibu. Amen. Mwambie ni kujipendea. Mwambie ingine ni kujipendea. Point number 6. Unaona ninaelekea karibu 7. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. They sanctify the leprosy. Wanaondoa ukoma. Kama unadhania ukoma ni ile tu ya kukatika vidole, kuna ukoma mpaka kwa biashara. Kuna ndoa ziko na ukoma hapa. Leprosy. Wanaondoa nini? Ukoma. Ukija hali yako muulize ni ukoma gani na kusumbua. Na hii ukoma enda, watu wametafuta mpaka kwa nyumba ya maombi ndio ipo. Yaani
unatoka nyumba ya self-contained, unaenda kwa nyumba ya maombi ya matope yenye imezibwa mpaka mianya na msogoro ndio uwepo isitoke na ina stima. Iseme. Mwambie jirani yako, ukoma yako uponyaji iko hapa. Hiyo ni point namba ngapi? 6. Number 6. Number 7. Andika sasa hapo, the benefits of walking and working with the man of God. Tuna haraka, mchele ikiva nitawaambia, nitasikia imeruka nikiwa hapa. Sema amen. Unashinda ukikimbia. TV ya 14 inch ndio inatuma usiende kulala. 14 inch na naona picha ikifanya hivi. Sema amen. The benefits of working and walking with a man. Faida ya kutembea na kufanya kazi na mtumishi wa nani? Wa Mungu. Tusome 2 Kings chapter 6 verse 1. Leo naenda pole pole. Kama ulikuwa unasikia vile hutainuliwa, hakuna. Leo hakuna. Sema amen. Biblia inasema, Sikiza. kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha. Kisha wana wa manabii. Kuja leo. Utaandikiwa tu. Umeniruhusu leo. Yes. Wana wa nani? Manabii. Hawa walikuwa watoto wa MP. Walikuwa watoto wa gavana. Wana wa nani? Hebu ukiaje yako mwambie wewe ni mwana wa nabii. Na kama ungekuwa mwana wa nabii, haungekuja hapa. Because hapa kuna nabii anaitwa Reverend Wahome. Ndio maana ulikuja hapa. Ulisikia sengele ya Yesu? Yes. Ukitoka kwa Reverend. Baka last ndio kurudi. Yaani wewe mtu anachukua advantage. Kama wanaenda kwa nabii na mishani yangu. Yes. Yaani tu mpitie tu kwa. Na akasema msimalizie huko mleta zingine. Yes. Wana wa manabii wakamwambia Wakamwambia Elisha. moja Angalia basi. wakamwambia Ruto. Elisha Alikuwa ni nabii. endelea tu. Angalia basi. Mahali tukaapo mbele yako. Mahali tukaapo hapa kuna hivyo resource. Yes. Mahali tukaapo resource. Ni padogo sana. Hiyo kanyumba unaishi self confused. Hiyo kakibanda. Hiyo kaduka. Hiyo kasalo. Ni kadogo sana. Uliza jirani yako unaenda kwa meza. Haki. Kanyumba wako na hiyo ufunge hiyo sana umekuja unichome. Ni kadogo sana. Endelea. Basi twende mpaka Yordani. Twakuomba. Wanaomba ruhusa nani? Nabii. Uliza jirani yako ukienda safari unaambia hata hataki mambo mingi. Wanasema wanataka kwenda kukata miti Jordan. Wanakuja wanaambia Elisha tunakuomba ruhusa. Hata kama unaenda family gathering, piga simu sema Reverend, naenda kwetu nyumbani, naomba ruhusa. Nibariki. Amen. Hata usimwambie kile unaenda kufanya. Yes. As you are traveling to your journey, yes, you have the covering and the grace of the man of God. Atakaa kijua fulani anaenda Nairobi. Atakaa kikuombea. Twende Jordani. Twakuomba. Tutoe huko kila mtu mti mmoja. Ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Nini? Pa kukaa. Sikia hii. Chochote kenye mnahitaji kitari na resource. Oh yes. Mungu amewapea kupitia. Amen. Hata usiposema amen utaona tu. Amen. Nasema ile manyumba ijawahi jengo resource. Ijawahi jengo kitari. Huyo akitangaza aseme mpokee hiyo manyumba. Zinaanza kumea ovyo ovyo. Mashamba mnapokea ovyo ovyo. Tujijengee
Ati wafanye nini? Waende. Sikia hapo kuna conversation nataka usikie. Alafu Haya. Nendeni. Alafu endelea hapo chini. Mmoja wao akasema. Mmoja wao. Sikia wisdom. Mmoja wa watoto wa Reverend Wahome akasema, uwe radhi. Uwe radhi. Basi nakusihi. Nakusihi. Uende pamoja na watumishi wako. Uende pamoja. Kuja tu Reverend nikutumie kama mfano. Shika Reverend mkono. Elder anaitwa Elder Boniface. Amesema siendi, atuendi. Tunaenda na wewe. Na ndio ulisema watu wasiteremke hivi. Waende hivi. Ona. Nikuulize? Yes. Leo ukiwepo kwa gari ya msafara ya Ruto, uko na bodyguard ama una? Niko na. Umelindwa ama hujalindwa? Umelindwa. Ukiingia na Ruto amekushika mkono. Who can ask you question? Nobody. Sasa wakajua tukienda na rais. Nobody can teach us. Yes. Nobody can hold us. Oh, yes. Waganga hawezani na sisi. Amina. Wakitembea na Elijah, mapepo haitawauliza swali. Wakienda kukata miti, hata watu wa forest hawatauliza mmekujia nini. They have the grace. I pray today in the name of Jesus, as you walk with this grace, may you win your battles. May you succeed. May you rise higher. Wakamwambia utatulia radhi. Tembea na sisi. Kile kimemaliza watu wengi ni kutembea na peke yao. Mimi sitakagi pastor ajue mashine yangu sana. Hata mambo yangu na ficha tu. You will be arrested. Simama tukapo Reverend, tunakuheshimu. Hebu soma. Akajibu, nitakwenda. Nitakwenda. Yamekubali. Yes. Unajua sasa wenye wamesimama hapo mpaka nasikia niko na ushujaa. Yes. Wenye mlikuwa mnaniangalia vibaya sasa mmesimama. Tutakwenda. Alafu basi akaenda pamoja nao. Akaenda pamoja na nini? Nao. Alafu nao walipofika Yordani. Walipofika wapi? Yordani. Wakakata miti. Wakakata nini? Miti. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti. Alipokuwa anakata boriti, shika kama shoka. Yes. Chuma cha shoka kikaanguka majini. Kikaanguka wapi? Majini. Kuna biashara ziko wapi? Chini. Kuna ndoa ziko wapi? Chini. Kuna masomo iko wapi? Chini. Hata sasa nikuonyesha faida ya kutembea na mtu wa Mungu. Alafu akalia. Akasema, ole wangu. Bwana wangu. Anaambia nani? Elisha. Kwani kiliazimiwa kile kilikuwa cha kuomba. Nikuulize, watu wengi wanafanyaga biashara na roho ama si kweli? Ni hapo ama ni ya kuomba? Ni kuomba. Ikizama utalipa ama utalipa? Utalipa. Watakuchota ama watakuchota? Utachota. Sasa akaambia nabii ilikuwa ya kufanya nini? Hebu soma hapo chini. Ndio watu wapunguze kiburi leo. Soma hapo. Usiseme ni mimi nilikuja kusema. Akalia akasema, ole wangu. Bwana wangu. Kwani kiliazimiwa kile? Ilikuwa ya senge. Si ndio? Shoka ilikuwa ya elder. Ilikuwa ya nani? Senge. Na senge hataki kujua. Anagojea nini? Shoka. Hivi ndio hataki kujua. Haleluya. Anagojea nini? Kenya women ndio hataki kujua. Hebu soma hapo chini ndio kifundishe. Mtu wa Mungu akasema. Kilianguka wapi? Haleluya. Anakuja kwako. Senge, shida ya watoto wako ilianzia wapi? Ndio unasema alipofika class 8, kichwa ngumu ikainuka. Sasa leo ninatangaza hivi. Tukienda kununua baraka kwa huyu, kila shida ambayo umekuwa nayo leo inatatuliwa. Leo tunapona. Leo tunafunguliwa. Leo tunawekwa huru. Kianguka wapi? Hebu malizia hapo chini.
akamwonyesha mahali. Akamwonyesha wapi? Mahali. Alafu akakata kijiti. Akakitupa pale pale. Goja. Pastors wafanyagi kazi vile mnafikiria. Yes. Akakata kijiti. Hii ni shoka. Shoka ilianguka. Yeye amekata nini? Kijiti. Nisikia hii. Unaweza kuwa umefungiwa nyumba. Yes. Na reverend akose kukupea pesa. Yes. Lakini kenye atanena unapata hiyo pesa. Hata kunipea na ni 2,000 tu ile tumefungiwe, sijarudi hiyo kanisa kwenda. Huyu ni zaidi ya 2,000 ndio. Akakata nini? Kijiti. Alafu akakitupa pale pale. Sikia. Akakitupa wapi? Pale pale. Penye nini ilianguka? Chuma, shoka ile. Alafu chuma kikaelea. Chuma kikafanya nini? Kikaelea. Kuanzia leo maisha yenu inuke. Biashara zenu ziinuke. Ndoa zenu zipone. Watoto wenu wasome. Ninatangaza leo kile ulipoteza kwa maisha kupitia huyu nabii. Pokea hiyo biashara. Pokea hiyo ndoa. Pesa zenye ulipoteza natangaza zirejeshwe. Afya yako leo inarejeshwa. Amani yako leo inarejeshwa. Kilizama kinainuka tena. Masomo ya watoto wetu inainuka tena. Mashamba yetu inarejeshwa tena. Maono yako nasema maono yegeishama. Huduma yegeishama inainuka tena. Kama wangemwacha shoka ingepotea. Kenya kimetuma tupoteze vitu ni kuacha maisha wetu. Natangaza kuanzia leo hatuendi tu kununua baraka, tunaenda kuchukua kenye tulipoteza. Ninasema leo tukienda kwa huyu nabii magonjwa inapona. Diabetes lazima iondoke. Kansa lazima ipone. Na pressure na ninatangaza leo ukile kilizama kinainuka tena. Heshima iliyopotea inarudi. Furaha iliyopotea inarudi. Utukufu uliotoweka unarudi. Nasema hivi, kuanzia Sunday kuna watu hawatajulikana. Walikuzoea na nguo moja. Lakini leo tukienda kwa nabii utabadilisha ovyo ovyo. Nasema ovyo ovyo. Nasema ovyo ovyo. Wamekuzoea ukilia. Kuanzia leo utacheka ovyo ovyo. Nasema leo utabarikiwa ovyo ovyo. Just as usual people. We carry grace. Wakaambiwa enda. Ndio maana leo hata kama ninajua nimeitwa kuhubiri, niliambia baba yangu naenda Kitale. So I'm operating under his grace. His grace is together with me. Na mama anajua kenye alisema. Akasema kesho Mungu awapatie ibada ya moto. Sasa upende ama usipende, lazima mapepo leo yachomeke. Lazima laana itoweke. Umaskini uondoke. Aibu iondoke. Aliporusha kijiti, labda anaweza kosa kukupea pesa. Lakini neno moja naombi, akisema Mungu akukumbuke, usitamani kupewa pesa. Ambia Mungu ninakushukuru. Shoka lililozama sasa linainuka tena. Biashara iliyozama ninanena na watu kwa ibada hii ambao vitu zenu zimezama. Leo sio ibada ya kawaida, ni ibada ya kuinuliwa. Ni
We are going with revelation. Oh yes. Glory to God. Are you ready today to give to the servant of God? Oh yes. Nimalizie hivi. Maji haijawahi kupanda mlima. Exactly. Inatoka kwa mlima ikishuka. Yes. Wewe uwezi ukabariki Reverend. Yeye ndiye anakubariki. Oh yes. Hatuendi kumbariki. Tunaenda atubariki. Amen. Umenielewa? Yes. Maji haipandi Mlima. Hatumbariki. Hatubariki. Yeye anafanya nini? Atatubariki. Sasa mimi siendi kukula mchele huko. Kuku. Iko kuku. Iko kuku. Na kama hakuku kwa mwenda muongeze. Iko. Bwana asifiwe. Amen. Si ni vizuri kujitetea hapa. Yes. Si tunakutana sisi wote kwa Reverend. Yes. I love you. Amen. We love you too. We love you too. Wewe unakaa magega ujaambiwa I love you kutoka Januari na unatafuta. Nasema I love you. We love you too. Amen. Pesa zenye ulipoteza sasa zinarejeshwa. Wapi vigelegele? Praise the Lord. Wewe beba kilo umepewa. Hiyo maneno sikumwambia na ndio ninapenda. Yes. Yaani amesema maneno yangu. Unajua Reverend sijawahi kuambia hivi. Sijawahi ongea hivyo. Ninawaogopanga. Lakini leo Umesema. hivyo vile imesemwa ndio hivyo ndio vile ninasema. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mnaenda kubarikiwa. Amen. Njia kubwa sana. Amen. Hallelujah.